Na kukaribisha tena kwa mara nyingine, karibu tena kwenye channel hii. Mungu akubariki sana for tuning in. Yes, uko mahali sahihi na salama kabisa. Thank you for commenting, thank you for sharing, thank you for liking the video. Mungu akubariki sana 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 sana. Bila nyinyi channel haipo. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa namna ambavyo tumekuwa tukishikamana since day one, ambayo uliamua ndani ya moyo wako kuweza kufuatilia video mbalimbali ambazo ninaziposti mahali hapa. Yes. Kwa majina naitwa Winifrida Patrick Mayengo. Kwa wale ambao umetune kwa mara ya kwanza, na ni mtumishi wa Mungu ambaye anatumika katika huduma ya walimu, na tuko hapa kwa ajili ya kutiana moyo, kufundishana, kuonyana. Roho wa Bwana atakavyotuongoza ndivyo tunavyoenenda. Yes, na siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kutaka kukutia moyo wewe ambaye unapitia katika kipindi cha dhoruba kwenye maisha yetu. Kipindi cha dhoruba ni kipindi ambacho unapita katika changamoto mbalimbali katika maisha, na katika zile changamoto unazozipitia wakati mwingine una majibu na wakati mwingine hauna majibu, ama unakuwa katika hali ya confusion and you don't know what to do. Yes, hiyo hali wewe hujaanza kupitia wa kwanza, like you're not the first person kupitia hiyo hali. Kuna watu ambao walikuwa kwenye hizo nyakati wakatoka, kuna wakati walitoka tu jana, kuna wakati wengine ndo wanaingia sasa hivi. So ni kipindi ambacho kila mmoja kwenye maisha yake huaga anakipitia. Kila mmoja anakipitia, na jinsi ya kukikabili ndicho tunatofautiana watu. Yaani watu wanatofautiana namna gani wanavyovikabili vile vipindi wanavyovipitia vya dhoruba. So, nataka tuangalie neno la Mungu kutoka kitabu cha Mathayo 8, mstari kuanzia 23 mpaka 27. Na hapa tunakutana na story ya wanafunzi wa Yesu. Walikuwa na Yesu katika chombo. Walikuwa wanasafiri kwa njia ya maji na walikuwa wanaenda upande mwingine. Wakati wako katika kile chombo, dhoruba ilitokea baharini. Na dhoruba ilipotokea baharini, wanafunzi wake walianza kuanza kutafuta solution wao wenyewe. Katika kile chombo, walikuwa katika kile chombo na Yesu alikuwa ndani ya chombo na alikuwa amelala. So dhoruba inatokea, maji yanaanza kuingia ndani ya chombo. Wanafunzi wakaanza kuchukua jitihada mbalimbali kuweza kuichota yale maji na kuyamwaga nje, kuichota yale maji na kumwaga nje, wakisapotiana kila kitu. Lakini kadri ulivyoona mambo yanazidi kuendelea, jinsi dhoruba inavyozidi kuwa kubwa, ndo akaanza kujiuliza, ina maana Yesu yeye hatuoni kwamba tunaangamia? Wakaanza kupiga kelele, tunaangamia, tunaangamia Yesu. Walipokuwa wakipiga kelele kwamba tunaangamia, huko wanamwamsha kwamba like, hey, sasa ndo muda wako, na wewe sasa hebu tusaidie. Tumejiokoa lakini tumeshindwa. So tunakuhitaji na wewe uingilie kati. Yesu anasimama, anatuliza dhoruba, na dhoruba inanyamaza kimya. Okay. Kuna vitu nataka tuviangalie kabla tujaenda mbele zaidi. Cha kwanza, walianza kutegemea akili zao wenyewe. Walianza kutegemea akili zao wenyewe katika kusolve lile tatizo lao. Neno la Mungu linasema kwamba usitegemee akili zako wewe mwenyewe katika mambo yote, mkiri Kristo na tumtegemee Kristo. That is hilo andiko linasema hivyo kwamba tusitegemee akili zetu sisi wenyewe. Lakini hao wenyewe wanaanza kutegemea akili zao wao wenyewe kusolve lile tatizo wanalopitia. Hii haina tofauti hata na sisi hivi leo. Unakuta mtu unapitia kwenye changamoto fulani, unaanza kutafuta solution kwa akili zako wewe mwenyewe. Unatafuta akili zako wewe mwenyewe. Na wale neno la Mungu sasa kwamba usitegemee akili zako wewe mwenyewe katika mambo yote, mkiri Kristo. Mkiri Kristo, mtegemee Kristo, yeye akusaidie. So wao wanaanza kutegemea akili zao wao wenyewe kusolve lile tatizo wanalolikabili mahali pale. Unaona? Kwa hiyo kwa wao kuendelea kwa jitihada zao, kwa nguvu zao, inashindikana. Kuna watu leo katika maisha yetu ya kawaida anakuambia, unajua huyu Mungu wetu naye anataka tujisaidie. Jisaidie naye atakusaidia. That is not true, that is not biblical. Neno la Mungu alisemi hivyo? Hapana. Mungu yeye anataka sisi tumtegemee yeye katika mambo yote. Anasema niiteni nami nitawaitikia. Nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Wanafunzi wako pale katika ile dhoruba, ambako katika ile dhoruba ambao walikuwa wanaipitia, kabla hawajamuita Yesu walitegemea akili zao, na baadaye wakaona kabisa wanashindwa kwa akili zao, kwa nguvu zao, kwa utaalamu wao wote wameshindikana, wameshindwa. Yaani pamoja na Petro kuwa mvuvi, lakini ile dhoruba ilimshinda, kwamba hakujua nini cha kufanya. Na walichokuwa wanaangalia wanaona ni kuangamia. Kwa hiyo wanakuja kuanza kumwamsha Yesu hapa. Katika kwenye wao kumwamsha Yesu, wanatoka kwenye hatua ya kujitegemea wao na nguvu zao na akili zao na utashi, wanaanza kumwangalia Mungu pale wanapoona mambo yameshindikana kabisa.
Hatupaswi kuanza kumwangalia Mungu awe msaada kwenye maisha yetu pale tunapokukosa solution kwa akili zetu sisi wenyewe. Inapaswa pale unapotokewa na jambo lolote ambalo linakuja kwenye maisha yako linakutatiza, the first thing that you need to do is to pray and ask God for guidance. Anasema katika Zaburi 32 mstari wa 8, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. So, kama yeye atakushauri na kukuonyesha njia utakayoiendea. Kwa hiyo kumbe kuna changamoto ambayo inatokea kwenye maisha yako, wewe hujui. We are limited katika kuwaza, katika kufikiri, katika kutenda. Lakini Mungu wetu hayuko limited. Kwa hiyo kama Mungu wetu hayuko limited, kuna mambo ambayo wewe uwezo wako wa macho kuona hauwezi kuona, lakini yeye anaona mambo beyond macho yetu yanavyoweza kuona. Kwa hiyo unapomshirikisha, yeye anajua hata chanzo cha hiyo tatizo unalolipitia linatokea wapi. Anajua shida iko wapi, anajua nani anakufanyia kipi, anajua kipi kimekwenda vipi, anajua mambo yote kwenye maisha yetu, kwa sababu ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Anatuangalia, anatutazama kila wakati, anayajua maisha yetu, anayajua mioyo yetu, anajua vyema kwa habari ya maisha yetu, anajua maumivu unayoyapitia, kiwango cha maumivu unachokipitia anajua, kiwango cha stress ulichonacho anakijua, matamanio ya moyo wako, vile vitu ambavyo unatamani Mungu atende, unamtamani kwa shauku kubwa, yani Mungu ingilia kati fanye. Mungu anajua vyema na Mungu anajua. Na kitu kimoja ambacho nataka kutambua ni kwamba kila wakati Mungu yuko pamoja na wewe, kwa sababu ndivyo alivyoahidi kwamba hata tuacha na wala hata tupungukia, atakuwa pamoja na sisi. Lakini jambo lingine pia unachotakiwa kujua ni kwamba hata katika kipindi kigumu cha maumivu mazito, Mungu yeye yupo. Unajua kuna wakati ungeweza ukapitia kwenye kipindi kigumu cha maumivu, lakini kumbe Yesu ameruhusu upite kwa sababu kuna kitu anataka ujifunze. Yamkini anataka kukufanya, kuimarisha kuwa ni mtu wa imani, kumtegemea katika magumu. Kwa hiyo anataka kusaidia uweze, imani yako iweze kukua, iweze kuongezeka katika kumtegemea yeye. Au Mungu anakufundisha uvumilivu. Je, utakapoomba kwa muda kadhaa na yeye akanyamaza kimya, bado utaendelea kumwamini yeye? Bado utaendelea kuwa na uvumilivu wa kwenda mbele zake bila kulalamika, bila kunungunika, bila kulia, bila kusikitika, na kumwambia Mungu ninakutegemea. Yesu ninakupenda. Nimepata hiki, sijapata hiki, bado wewe ni Bwana. Kuna wakati mwingine tunapitishwa, neno la Mungu sana, majaribu ni mtaji. Majaribu ni mtaji. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unapita kwenye jaribu, lakini kumbe uko darasani, kuna vitu unajifunza. Na wakati Mungu anakufundisha vitu, waga hanaga huruma, kwa sababu kuna mahali anataka uende, kuna hatua anataka upige. Kwa hiyo utapitia kwenye maumivu makali, lakini anajua kuna kitu kinazaliwa ndani yako, kuna kitu kinatoka kwako, kuna tabia zinakufa, kuna tabia zinaibuka, zinainuliwa ndani yako, kuna vitu vinafufuliwa ndani yako kupitia hiyo changamoto ambayo unaipitia. Yaani kuna jambo jema linatokea. Tukimwangalia Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Kuuzwa na ndugu zake, akaja akasingiziwa na mke wa bosi wake. Aliposingiziwa na mke wa bosi wake, akajikuta ameenda kule gerezani, akafungwa. Hatua zake, kila hatua zilikuwa ni hatua za maumivu, lakini kuna kitu kilikuwa kinazaliwa cha kimungu ambacho ndicho kilikuwa kinahitajika yeye apite uko anakopita. Kwa Yusufu kufika kwa Farao na kwa waziri mkuu, ilibidi aingie jela, akutane na mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi Ikulu. Iwe ndo connection, yeye ndo apate connection sasa yeye kuingia Ikulu. Kwa hiyo destiny helper wake yuko jela. Kwa hiyo imembidi aingie jela kumfuata destiny helper wake ili aweze kumtoa na kumpeleka pale ambako Mungu amemkusudia. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unapitia kwenye eneo la maumivu, lakini Mungu anakusudia kukupeleka mahali. Yaani kuna sehemu unapita yenye uchungu, kuna watu Mungu anakukutanisha nao kwa ajili ya kupeleka kwenye hatua nyingine kwenye maisha. Kwa hiyo Mungu anaangalia kama hili jambo kweli linasababisha maumivu kwake, lakini kuna jambo jema linaenda kuzaliwa ndani yake kupitia haya maumivu anayoyapitia. Mungu anakuwepo pale, anakusaidia, anakutia moyo na unavuka salama. Mama yoyote ambaye ni mjamzito anapopata uchungu kwenda kujifungua, wakati anapita kwenye yale maumivu makali, inakuwa ni maumivu makali kweli. Yaani kungekuwa na sehemu ambapo una press button ya ku return back usiwe mjamzito, inawezekana kuna kina mama ambao wangebonyeza hiyo button ili wasiendelee kupata maumivu. Yaani kwamba itokee tu warudi tu nyuma, basi waseme wagairishe ile swala la kuzaa basi. Lakini
Katikati yale maumivu makali ya kutaka kujifungua, mama anajitia moyo na yale maumivu, anajitia moyo na yale maumivu, hatimaye anapakata mwana wake mkononi. Kwa hiyo kuna maumivu mengine yako kwenye maisha yako kwa ajili ya kukufikisha kwenye eneo lako la hatima. Kuna maumivu mengine yako kwenye maisha yako kwa sababu kuna vitu vinatakiwa kutoka ndani yako. Yes, vitoke. Inawezekana labda ni karama, inawezekana kama ni wazo la biashara, kama inawezekana sijui ni huduma, chochote. Kuna vitu ambavyo inabidi upite kwenye maumivu ya kukamue kweli kweli, alafu ndivyo vitu vizaliwe. Kwa wakati mwingine kama Mungu anajua kabisa hili unalolipitia kuna mahali linakupeleka, kuna kitu kinazaliwa ndani yako. Inawezekana ni biashara kubwa inazaliwa, labda ni taasisi kubwa inazaliwa kupitia hii changamoto hii. Kwa hiyo maumivu mengine unayapitia kwa sababu kuna kitu chema kinazaliwa ndani yako, na Mungu siku zote hawezi akaahirisha jambo lake kwa sababu ya wewe kwamba unaumia au kwa sababu wewe hutaki kupitia kwenye hicho. Yaani yuko radhi kwamba upitie kwenye hicho kipindi cha maumivu ili kile kinachotakiwa kuzaliwa ndani yako kiweze kuzaliwa. Yes. So nikutie moyo. Mungu yuko, anakutazama, anakuangalia, anajua maumivu unayoyapitia. Kwa hiyo unataka tu kujua ni aina gani ya maumivu unayoyapitia. Kuna mengine ni maumivu ambayo unayapitia kwa sababu shetani analeta uonevu kwenye maisha yako. Lakini kumbe kuna maumivu mengine ambayo unayapitia Mungu anakufundisha jambo fulani. So tunataka tujue majira na nyakati tunayoendea, lakini katika yote Yesu yuko pamoja na sisi. Hajakuacha na hajakupungukia. Hilo nao lipitia sio hukumu kwake. Anaweza kutenda. Kilichopo tumwangalie yeye, tumuombe. Na tunapomuomba tutegemea atajibu, tutegemea atafanya kwa sababu yeye ni mwaminifu, anaweza kutenda kwa wakati wowote ule. Kwa hiyo kilichopo sisi tu kumwamini yeye na yeye anaweza kufanya. So Mungu akubariki sana kwa kuweza kuangalia video hii. Don't forget to share with others ili uweze kujifunza kama mimi na wewe ambavyo tumeweza kujifunza wakati huu. And don't forget to subscribe, to click notification bell ili kuweza kupata taarifa kila ninapo post a new video mahali hapa. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Shalom.